AK Mzalendo TV, heshimu maamuzi yako.
Ametangulia mbele ya haki Deo Pilipili. Asante Mungu, asante kwa wakati huu. Wewe unaweza kuleta faraja ndani ya mioyo ya wana wako wote wanaoachwa kwa kipindi hiki. Ndiyo maana tunasimama mbele yako katika hekalu hili. Tunafikia sasa kwa kusikia neno. Neno lako lina nguvu. Neno lako lina uzima ndani ya maisha yetu. Neno lako linatupatia mwongozo wa maisha yetu. Asante Mungu kwa kupata nafasi hii. Masikio yetu ya ndani ipate nafasi ya pekee kulisikiliza neno hili. Hata Roho Mtakatifu atende kazi ndani yetu. Umubariki mtumishi wako atakayesimama mahali hapa. Neno liwe na nguvu. Roho Mtakatifu amuongoze yeye kama spika tu mbele ya weza kulisema zaidi ya maisha unayoyaishi leo. Na ndio maana tunaposimama kuzungumza maneno ya Mungu, tunasimama kwa sababu yale maisha unayoyaishi leo bado una muda wa kufanya mabadiliko. Yale maisha unayoyaishi leo bado una muda wa kugeuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndiye pekee anayeweza kukufanya maisha yako unayoyaishi yabadilike. Vyovyote unavyojisikia, hicho kiburi kina mwisho tu. Mavumbini. Ndio maana Waswahili wanasema maisha ni ya kwako, mazishi ya kwetu. Haleluya. Aliyesema na kufa utakufa ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye alisema, na ndio maana anataka leo ugeuze njia yako. Mungu anakuhitaji. Haleluya. Mungu anakuhitaji. Kila mmoja, ngoja niwaambie habari hii. Kila mmoja ana safari ya walimwengu wote. Kila mwanadamu aliyezaliwa ana safari ya walimwengu wote. Ngoja nikwambie hii safari. Haleluya. Leo si unaweza ukasafiri, unaamua mwenyewe kwamba utakuwa first class, unaamua mwenyewe utakuwa business, unaamua mwenyewe utakaa kiti gani, lakini ngoja nikwambie kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hatasafiri. Bwana tusaidie sana. Ngoja nikusogelee. Safari hii iko hivi. Leo unaweza kuiandaa mwenyewe, lakini safari hii ikishafika kwako hutaandaa kama nataka kusafiri. Ikifika utasafiri. Ufanye vyovyote, utumie dawa ya aina gani, utasafiri. Ufanyiwe operation na daktari bingwa wa namna gani, hiyo safari ikifika utasafiri. Weka kiburi na vitu. Nasema kwa nini? Wewe tuambie, safari ikifika utasafiri. Nisaidie kumwambia aliye karibu yako utasafiri tu. Uwe na umaarufu kiasi gani, uwe na ufahari wa namna gani, utasafiri.
hiyo safari tutakutana. Haleluya. Kuna maamuzi ya kuchagulia. Tunaanza kuamulia. Kwa nini kwambie? Utaamua uvae nguo gani? Sisi tutakupangia. Leo tunaamua uvae hiyo nguo. Lakini hiyo safari inapofika tutakupangia. Kama ni suti tutajua wenyewe. Kama ni kanzu tutajua wenyewe. Kama ni dera tutajua sisi. Lakini hiyo safari lakini ni upendo. Tunabaki kutaki tena. Wewe haufai kuwa kwetu. Unatakiwa usafiri. Ndio maana hicho kiburi kinachokusumbua. Lazima leo kiache. Mtake Yesu maishani mwako. Amen. Yesu ndiye anaweza kukusaidia. Wewe nikwambie, wakati tunakusafirisha, leo ukisafiri tutakumizi. Ukirudi tutakukumbatia. Haleluya. Amen. Leo ukisafiri tutakumizi, ukirudi tutakukumbatia. Hiyo safari ikifika, ukirudi tunakukimbia. Watu wote, Biblia inasema hivi, hata aliyekufa katika moto utakutema ili upate hukumu. Aliyekufa ndani ya bahari itakutema ili upate hukumu. Kama uliliwa na nyangumi nayo itakutema ili upate hukumu. Hakuna pa kukwepa. Leo ndio siku ya kukwepa tu. Yesu kwenye moyo wako. Haleluya. Amen. Leo ndiyo siku ya kukwepa. Unamhitaji Yesu kwenye moyo wako. Nimekwambia kwamba hatuhubiri neno hili kwa ajili ya aliyeondoka. Aliyeondoka anajuana na Mungu wake na maisha yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aliyeondoka anajuana na Mungu wake na maisha yake. Mimi na wewe hatuyajui. Lakini neno linapokuja leo ni kwa ajili ya maisha yako. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji. Ondoa kiburi cha uzima. Maandiko yanasema wakati Ayubu alianza kulalamika kwa Mungu. Ayubu alipozidi kulalamika, Mungu nijibu. Wakati ninaumba hiyo dunia unayokalia wewe, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Wakati ninapanga mipaka ya hiyo dunia nani aliyenishikia kamba kwa ajili ya kujenga msingi? Ayubu unasema nini? Haleluya. Haleluya. Unaweza wewe kuongeza hata mrefu unapotubu kwa kutarafu. Unaweza wewe. Unaweza. Mwanadamu unaweza. Unaweza kuongeza hata punje, hata sekunde moja maisha yako. Wewe unaweza. Wewe unaweza. Na jeuri ulionayo kwa ajili ya Mungu unaweza. Haleluya. Bwana saidie sana. Achana na maisha hayo. Mungu anakuhitaji. Usilewe na mazingira ya Marekani. Bado tunaishi dunia ile ile. Familia inaongea hili, pia anaweka hili. Niombe unifuate kwa makini sana. Nitakachokwenda kukiongea hapa ndicho utakachokipeleka wewe. Kama ya kusoma hotuba ya baadaye. Moja, kama familia tunawashukuru sana watu wote ambao wamefanya shughuli zao na kuja kutuona. Hakika Mungu awabariki. Sisi hatuwezi kuwalipa, lakini Mungu mwenyewe atawalipa. Jambo la pili, wajibu kupata chakula. Basi niombe unifuate kwa makini sana na kuweza kusoma maisha mazima ya Mungu. Marehemu alikuwa anaitwa kwa jina la Theokasia Pilipili Nyagayo. Alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 1965. Jina la baba aliitwa Roberto Kabila. Jina la mama aliitwa Aziza Totia Kabibu. Marehemu alikuwa kwenye kabila la Baba Mubangu wa Ababani. Dini
Marehemu alibatizwa kwenye dini la Roman Catholic. Baada ya hapo akabadilisha dini. Marehemu akawa Muislamu akasilimu. Ila tena baada ya pale marehemu akaja tena kuwa Mkristo na akabatizwa. Maisha ya marehemu. Marehemu alisoma shule ya msingi Paembe Kaseke. Marehemu akasoma sekondari Lubuye, akapata diploma ya d'etat mu section ya mekaniki automobile ndani ya jiji la Kalemi. Maisha ya ndoa. Marehemu alikuwa ameoa wake 6. Wa kwanza alikuwa anaitwa Taabu, alikuwa mbabu, alizaa naye watoto 3, wa kike 2 na mwanamume 1. Mke wa pili alimuoa lakini hawakubahatika kuzaa naye mtoto hata mmoja. Mke wa 3 anaitwa Asha Isa wa kabila la Wazoba, ila mama yake ni Mubende, alizaa naye watoto 5, wa kike 4 na mwanamume 1. Mke wa 4 anaitwa Mami Shabani wa kabila ya Babembe, ni Mubende huyu Mami Shabani, alibahatika kuzaa naye mtoto 1 wa kike. Mke wa 5 anaitwa Eliza Shabani, ni Mubende Mulala, alizaa naye watoto 4, wa kike 1 na wanaume 3. Mke wa 6 na wa mwisho anaitwa Mwajuma Shikechi, ni Mubende na alizaa naye mtoto 1 wa kike. Jumla ya watoto, marehemu alizaa watoto 18, ila mmoja ndiye aliyetangulia mbele ya haki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo marehemu ameacha watoto 17, watoto wa kike 10, wa kiume 7. Marehemu pia alibahatika kupata wajukuu 17. Kazi. Marehemu alikuwa profesa pale Kalemi, kisha tena akawa mwalimu ku ekole ya non formel pale Nyarugusu. Watu walio kwenye Nyarugusu wanamjua, alikuwa anatumika ku ekole non formel. Na pia marehemu alikuwa ni kambi msaidizi au mwenyekiti wa kambi msaidizi, ndio mtu anafahamu. Kifo. Marehemu akugua. Marehemu akonjwa pepo. Marehemu alikuwa ni mzima na uzima wake. Marehemu akamwambia mke wake nenda kuoga. Marehemu akaenda kuoga, karudi ndani. Baada ya kurudi ndani, marehemu alianguka, na baada ya kuita ambulance, marehemu akapoteza maisha. Sisi hatuna uwezo wa kurudisha ule wake. Mungu ametupa na Mungu ametoa. Jina la Bwana Mungu alitukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuwatumie tafadhali. Ninakwenda kukaribisha. Naomba tuwatumie tafadhali. Ninakaribisha mkuu wa kabila la Wazangu, kama na maneno anaweza kukaribia. Ni kwamba tunatoa
mkono wetu wa pole sana kwa ajili ya ndugu zetu wa babangu ambaye wamepatwa na msiba huu. Nafikiri kwamba tulikuwa pamoja nao kipindi wamepata msiba huu, na mpaka muda huu tumefikia muda wa kwenda kupeleka ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele. Tunaendelea kusema pole sana, na ambacho tutaendelea kusema ni kwamba tutaomba kuwa na mshikamano sisi wote kwa pamoja tunapopata msiba. Hilo linaweza likapendeza sana, na tunapenda kuwashukuru watu wote ambao wamejumuika mahali hapa, wametoka mahali pengine. Najua kwamba tunataka kuelekea kwenye maloni. Tutaomba utaratibu uzingatiwe. Kipindi tunapofika maloni, tusio watu wa kupakata kila mahali. Hili tunasisitiza sana kwa ajili ya ndugu zetu wameshakerwa sana na kitendo kinachofanya kule kwenye maloni. Hilo tu lilikuwa ni tangazo ambalo nilitaka kuwatangazia watu. Na kingine, nafikiri kwamba tumekuwa na msiba sana mahali hapa. Kwa siku ya leo tena tunataka kuwatangazia kwamba wagonjwa wa msiba, tumepatwa na msiba mwingine hapa kwetu Luvu. Tuna mama ambaye ametuacha, na programu zake na pia tutazitangaza baadaye. Hivyo tu hata niwashukuru nyote na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunakaribisha mkuu wa Kiswahili community na wale kwa katika tumebaki na dakika 15, kwa hiyo tuzitumie vizuri. Kiongozi akiwa anamaliza kiongozi wa community wa Swahili, tunaomba kiongozi wa Warega pia awe tayari kwa kuweza kufunga mlango. Ni haraka na hapa dakika chache kwa Mwaweza sikiwe. Jambo la kwanza nataka kushukuru Mungu wote ambao mmejibu muda kwa kushiriki hapa mjini. La pili, dunia tunayoongea kwenye reception ndio kwa ngero. La mwisho tunataka ni kuweka habari. Na kama mara nyingi mimi ndio huwa nasaidia mambo ya kafu hizi gari zitakuwa zinaenda. Kwa wakati watu wanataka makaburini, mimi natoka wa mwisho tena kwa barabarani na watu wanafanya ajali. So ukiwa kwenye msafara kwenda kwenye maziko, ukiona kama gari ya serikali isha kuacha, enda polepole ufike kusimetere bora kukwese. Sijui nimeeleweka hapa. Nataka kila mtu akija hapa aje na usalama, na akirudi arudi pia na usalama. Ni kweli? Ndio hivyo, na tayari wapatie yote wadai. Ukitoka hapa hakikisha unaweka emergency. Hakikisha unaweka zile taa zile zinagoma. Kwa hiyo tuwe sana wakumbushe, na mengine tutaiongea chini kisha kurudi kwenye mazibu. Asante. Karibu kiongozi wa Warega. Yesu asifiwe. Sasa kama wajomba wa marehemu yetu hapa leo karibuni, tumetoa shukrani zetu asante kwa wote waliokuja kushiriki nasi kwenye msiba mkuu wetu, na shukrani zetu zinaenda kwa Baba Bondo kwa yote waliofanya kwenye msiba mkuu wetu. Kweli wadogo zetu wanajali wako wa kweli mmetulea kwenye msiba ya mkuu wetu. Tunasema asante sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kutupa upendo kama huu kwenye kutoka kuna
wetu mmoja, sisi tunashirikiana itakuwa vizuri, na Mwenyezi Mungu aliyobariki watu wote walioshiriki pamoja nasi kwenye msiba ya ufahamu leo kwa kipindi ya haya. Mungu awabariki nyote. AK Mzalendo TV, heshimu maamuzi yako.